Haleluya, haleluya wana wa Mungu, popote pale mlipo, bado tuko katika mlima huu wa Duluti jijini Arusha, juu ya mlima kabisa, kwa ajili ya kuendelea kumuinua Mungu, lakini pia kuinua wana wa Mungu popote uliko, pamoja na taifa la Tanzania. Mimi ni yule mtumishi wako Christian Saleh wa kanisa la NNN Church for All Nation. Kama nilivyokuambia toka jana Jumapili, kwa neema ya Mungu pale Dar es Salaam tutakuwa na ibada maalum ya kushughulika kikwazo ama vikwazo, vizuizi vya neema yako. Kama nilivyosema kwamba kila mmoja amepewa neema na Mungu ya kufanya mambo makubwa, lakini viko vikwazo na vizuizi vingi sana. Sasa kabla sijaleta neno la Mungu, ninaomba nikuombee mwana wa Mungu na mwana nendeni popote pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya saa hii tena, saa ya neema na baraka kwa ajili ya watoto wako waenendeni pamoja na watoto wako popote waliko duniani. Naomba neema ya damu yako na Roho Mtakatifu aseme nasi kwa dakika chache hizi ambazo ziko mbele yetu. Roho Mtakatifu, nitumie kutimiza lile kusudi lako kwa ajili ya mpango wa wokovu kwa ulimwengu wote, katika jina la Yesu, amen. Neno letu linatoka katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura 6. Nitasoma mstari mmoja tu, sura ya 6 na ule mstari wa 8. Na Stefano akijaa neema na uweza, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa kati ya watu. Haleluya. Biblia inasema Stefano akijaa neema ya Mungu. Kumbe neema inajazwa, unaweza ukajazwa au kaondolewa. Biblia inasema alikuwa amejaa neema ya Mungu, na kwa sababu alikuwa amejaa neema ya Mungu, Biblia inasema aliweza kufanya ishara na maajabu katikati ya watu. Utagundua kwamba mtu wa Mungu, unapoikosa neema ya Mungu, unapozuiliwa neema ya Mungu, neema yako inaposhikwa, neema yako inapokanyagwa, inaponyang'anywa, inapominywa, inapoondolewa ile neema yako, unakosa uwezo wa kufanya mambo yale uliokusudiwa na Mungu kuyafanya hapa duniani. Unajikuta unafanya vitu uwezi kufikia level iliyokusudiwa. Unafanya vitu ambavyo ni mapoza, vilivyokufa, visivyo na uhai. Unafanya vitu ambavyo hata mwenyewe kurudi kuangalia unajiuliza, nilifanyaje? Kwa nini? Kwa sababu umenyang'anywa neema. Huwezi kufanya kitu kinachoendana na kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako ikiwa neema ya Mungu imeondolewa kwako. Neema ikiondolewa kwako, utafanya vitu ambavyo havina manufaa kwako, kwa familia yako, wala kwa taifa lako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa Jumapili nimekuambia tuna kazi ya kuhakikisha kwamba kila neema iliyoibiwa, neema iliyonyang'anywa, neema iliyozuiliwa inaachiliwa katika jina la Yesu. Una watu Mungu amekusudiwa kufanya vitu vikubwa katika nchi. Una watu wakubwa ambao Mungu amekusudiwa miliki makampuni. Una watumishi wakubwa. Kuna watu ambao neema zao juu ya kuendesha familia wamenyang'anywa, zimepotezwa. Juu ya kumiliki kampuni hazipo tena, ile neema imeondolewa. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, siku ya Jumapili na kuendelea tutakuwa na operation ya kushughulika na kila roho. Kama jana nilivyokuambia, roho ya Amaleki ilisimama mbele ya wana wa Israeli, ilitaka kuwazuia wasiende kule kwenye neema yao. Mungu wa mbinguni akamwambia Musa, nenda mlimani. Yoshua shika upanga. Yoshua akashika upanga. Musa akapanda mlimani, yuko na Huri na Yuri wakategemeza mikono yake. Wamaleki wakapigwa na upanga ule wa Mungu uliokuwa mikononi mwa Yoshua, na hatimaye wana Israeli wakapata tena neema yao kuendelea mbele kwenye nchi ya ahadi. Iko nchi ya ahadi Mungu ameandaa mbele yako. Yuko nchi ya ahadi Mungu ameandaa mbele yako. Kwa maombi niliyofanya kwenye huu mlima, nataka nikwambie mtu wa Mungu, yuko malaika Bwana amenituma pamoja nami, ambaye atakwenda mbele yetu na kila kizuizi kitaondolewa. Pale mahali Mungu amekuandalia utapofikia katika jina la Yesu. Utapofikia katika jina la Yesu. Hakuna maleki, hakuna mchawi, hakuna pepo yoyote ambaye amesimama kuhakikisha neema yako haikupi matunda. Haipi matunda familia yako,
haivi matunda nchi yako, kanisa lako. Tutaomba na Bwana majeshi, kwa mkono wenye nguvu, kwa upanga wa Yoshua, neema itarudi tena katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba neema hii ambayo imefichwa ndani ya agano jipya, ndani ya agano la damu ya Yesu, sio ya kawaida kabisa, ya kwamba kila mtu ambaye Mungu amemkusudia kwa ajili ya kutimiza maono ya Mungu, Mungu atakwenda kurejesha hiyo neema, ili neema hiyo ikusaidie kupeleka kusudi la Mungu mbele, na hatimaye maono Mungu aliweka ndani yako yakatimia katika jina la Yesu. Basi ninaomba tena mtu wa Mungu, nikualike tena ya kwamba siku ya Jumapili usikose, alika na rafiki yako, alika na ndugu yako, popote uliko. Utakapoona video hii, basi nenda pale, kaguse kwenye eneo lile ambalo utakuwa umejiunga pamoja nasi, ili kusudi sasa wewe na wengine wote ambao Bwana wa mbinguni amekusudia wahudumiwe na madhabahu hii, na neno hili la Bwana likafanyika uponyaji na uzima ndani yao. Na kualika mtu wa Mungu, wewe na watoto wako, wewe na mume wako, wewe na mke wako, karibu sana kwenye ile madhabahu. Nendeni na Bwana atakutana pamoja na wewe, na Bwana atakubariki, na Bwana atakuinua, na Bwana atakutendea mambo makuu. Sema amina katika jina la Yesu. Nakupenda sana, na Bwana wa majeshi awe pamoja nawe. Naomba tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana umetupa siku ya leo, neno hili fupi kabisa, ya kwamba Mungu umekusudia kwenda kubadilisha historia ya familia zetu. Maana Bwana ulituumba si watu wa kawaida, ili tutende mambo makubwa. Naomba Bwana, kwa maombi haya na kwa neno hili, kuanzia sasa watoto wako, Mungu wa mbinguni, endelea kuwapa upenyo na ushindi zidi ya Amaleki na zidi ya vikwazo mbele yao, ili katika jina lako Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wote watakapokuwa Mungu wa mbinguni umesogelea ile madhabahu, wakutane na wewe na wapate nguvu ya kuvuka vikwazo na vizuizi, na wote wakushangilia, wakutukuza, waseme wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu nimeomba, amen.